Clouds TV, empowering lives. He has told me now, go recapture. The next crusade we are doing, it is retaking the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Retaking, because the city has gone. Now that God has installed his trumpet, now we can retake our cities. Hallelujah. We can rebuild our cities. We can retake them back to God and lift and banner for God. And let me remain a Jaba story. Nitakana Jaba story zangu. Lakini one day, one time, hiyo Jaba story utakuja kukaa pale uiangalie na uione. Utaiangalia kwa TV. Hiyo college yote miaka 6 ya kufundishwa kwa Mugeke. Kwenda jela, nimepigwa risasi 12, nimefungwa upside down, napelekwa kwa helicopter, ninaigiswa ndani ya ocean kwa helicopter kama makomando, naigiswa mwili fwa, alafu nashomolewa na abiwa sema bunduki iko wapi. I have gone through that. Nimenyogwa, nimewekwa kitu ya kunyogwa hapa, mashini imekataa kufunguka. So these are gems, ndizo zinatumika, mapete. Utakuta kuna wahubiri wako na pete akifanya unaona nyote mnaanguka, because there is an energy na attract, amevuruta energy hiyo, na hiyo energy ndio inakuangusha. Sasa wewe unasema huyo ni nabii wa Mungu, unasema huku ni kwa na anointing. Uelewi, unataka quick solution, unakuja na kuwekelea mkono, kumbe ni pete yangu inafanya. Nikikuwekelea tu mkono unasikia ndwita, unasema anointing ile iko kwa hiyo nyumba. Mudoshi odali na anointing ereko na nekehiga. Become hopeless. I have killed you. I have killed your vision. I have killed you, whatever that is in you. And that is how many people visions zimekufa. Nitakupatia chain, ni kuweka chain. Sasa wewe utafikiria ni chain mzuri, lakini kumbe hiyo chain iko na maneno, iko na madhabahu. Sasa mahali popote utaenda ninakuona. Look beyond mutumia, look beyond mudhuri, look beyond kuandikitwa wera. Hiyo kazi umeandikwa, hiyo kabuni umeandikwa. Unaona kwa milango zote za gari zimechorwa kobra, na wewe unataka kukaa huko na milango yote imechorwa kobra. Mbona hakuchora samaki akachora kobra? Nataka kuzungumzia the types of witchcraft. God knows how many days for you to drive a car. He knows maybe it's 300 days, maybe 10 days, maybe 20 days. So you don't force, you don't push. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God will give you a responsibility today, na expiry date ikifika ya responsibility hiyo atakuondoa. Na akikuondoa usiende na makasiriko. Wewe enda tu tulia, mwingine naye afanya nini? Aendeleze hapo kwingine, because this is the work of God. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the work of God. Na mimi sijui, mimi niliambiwa na Mungu jenga madhabahu, nikajega. Fanya hii, nikafanya. Sijui hii kitu ilianza kufanya nini. Sasa unataka kuniambia Solomon anaweza kujivunia kusema ndiye alijenga madhabahu? Hapana. Solomon alijenga tu, alikuwa ni supervisor. Maana alikuta vitu vimenunuliwa na baba yake. So whose mind was he using? He was using the mind of the father, because the father alinunua mbao, akanunua chuma, akanunua vitu vyote ambazo ni husika, akanunua mpaka shamba. So Solomon came as a supervisor, but credit inaenda kwa nani? Kwa Solomon. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nani alinunua? It is David. Yeye ndiye alipangia kijana, yeye ndiye alipangia mtoto wake kila kitu ambacho kitakuwa. Hii mpaka measurement zote ni David alizipanga. So at the time ya kujenga ilipofika, David akaondolewa, kijana akakuja kainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu haina mtu anaweza kuipanga. The responsibility he has given you, he has given you responsibility for a particular season, and once your season ends, that's the end of you. Na ukijaribu kungangana na kuondoaga na nakuficha hapa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi akiniambia leo usiende, kama sasa nimekuwa nikipanga crusade mahali, nilikuwa nataka kuipanga this week, lakini akaniambia ngoja kwanza, ngojea Amerika, kwa sababu utakuja kuinua hiyo madhabahu ya Amerika na ya Kenya, hapo nitakwambia. Sasa nikiwa hapa nimeambia, sauti imeniambia sasa you can plan. So I had to wait until Trump wins for me to plan. You see, God is controlling me and is also controlling Trump, and is controlling these things together. Hebu sasa mimi na ujuaji yangu, maana nimesoma theology na kuja sana mambo ya theology, mpaka natembea kama mtu ameenda kwa theological, natembea hivi. Mungu atanigoka, ataniweka chini. Nitapanga vitu zote na zianguke. Please learn to hear the voice of God. Learn to know when God is speaking and when God is silent. And when God is silent, go silent. Don't speak. And when God is speaking, listen to him. Hear what he is saying. Then implement. Mimi sitakuja hapa kukwambia Mungu anasema, uradhi ati kutaenda.
Mimi nakuambiaka na nina implement, because that is what I've been called for. I'll not give you prophetic words which I'm not implementing. I will give you prophetic words and implement them, because God has given me the direction and the formula. He has told me, now go recapture. The next crusade we are doing, it is retaking the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Retaking, because the city has gone. Now that God has installed his trumpet, now we can retake our cities. Hallelujah. We can rebuild our cities. We can retake them back to God and lift and banner for God. Nataka tuangalie 4 types of witchcraft ambazo ziko katika maisha yako. Kuna moja inaitwa coven based witchcraft. Who can give us the dictionary meaning of coven? C-O-V-E-N. Quickly somebody. Yeah? Where the witches meet. Bwana Yesu asifiwe sana. Coven, type of a witchcraft. It is the assembly of the witches. Like kama hapa kanisa hii, we have an assembly of the witches. That's the breaking news. Hapa kwa hii kanisa tuko na wao, because they have come to make sure that whatever we are preaching here does not go out. That whoever is coming into this place amekuwa distracted, amepigwa. Maana shetani is not active in the bar. Shetani is not active kule kwa mabarabara. Shetani is active in churches, because that is where the foundation is, where the fight is engaged. Bwana Yesu asifiwe sana. So coven is where the witches meet, and this witchcraft of coven, a witch that is led by wider group. It's not just one group, it is a bigger group. Sasa utakuta, nikutumie as an example. Sasa huyu ni mchawi number 1. Uende kwa Ndongani ni mchawi number 2. Uende kwa Emily ni mchawi number 3. Ukuje kwa Chiko ni mchawi number 4. These people, they will be seated here. You will think they don't know each other, but they are coordinating. Ndongani is assisting huyu, huyu ana assist huyu, yule ana assist yule. Unakuta there is coordination here, but if you are not well advanced to understand, you will not be able to know. Hata utafikiria Gashiko na huyu ni adui na ule, but there is somewhere they go and meet and plan. Sasa watakuja, watajiset. Kuna wao sasa, kuna wale wamekuja kama leo, kuna mmoja amejiset pale, kuna mwingine amejiset huko, kuna mwingine amejiset katikati, kuna mwingine amejiset kwa watu wa media, kuna mwingine yako na kamera amejiset. It's a group well coordinated. They met in the night spiritually. They were coordinated and organized. Now these people, how dangerous are these people? These people are very dangerous because they will make sure that something does not work. Kama sasa walikuja wakaingia kwa praise and worship. That is why I disbanded. Now when you discover this team has been raided, you don't rekebisha it, you disband it. So you disorganize the plan, because the only plan walipanga jana, walipanga ya praise team. So you ndio uwa disorganize, but hawana plan nyingine, ndio uweze kuwa disorganize. Unavunja nini? Unavunja hii yote. Unakuta kuna wale walikuwa part of it wamedisappear. Hautawaona tena. Timu mzima ile ilikuwa part of it, it won't come, because job yao imekatika, because an assignment was given to a particular team. It was given to this lady, this lady, this lady, this lady. Sasa umevunja ile assignment umulitumwa, utahawa wote hautawaona kesho, kwa sababu they have no vision. Sasa kutaigia part 2 hii, na hawa wachukuliwe for an attack or another something, kwa sababu hii imeshindikana, imeondolewa. Kama sasa hatuna praise team, so they can't plan to come and attack. They don't have it. They don't have a plan to come and attack. Hatuna ushers, they don't have a plan to come and attack, because there is no. Hakuna. So to disarm that kind of cohen witchcraft, it is by disbanding what they were targeting. So sometimes when I disband things, I don't disband because I hate you. I disband because inside you there is a team working against you. So I'm literally saving you. Lakini sasa Shiko kitafura hapa baka hakitaki kuniona, maana nimevunja praise team na nimeharibu, ni kama ninawachukia, ni kama siwapedi, baka wanaanza kusema ni ati ya maana amdhira kule ofisi ni maana. Si mimi tumeombea Trump hapa. Sisi siku ile gini walitaka kumupiga. Si tulikuwa hapa tukasema wanataka kumupiga, lakini italenga, lakini haitampata. Tuliomba hapa.
So the reason you see I'm drastic sometimes, I'm not drastic because I hate you. I'm drastic because I can see what you are not seeing. God has given me a privilege ya kuona vitu hamuoni. Ndio kwa maana hata mmekuja mahali wapi? Mahali hapa. Kama singekuwa na kitu mungekuja hapa kweli? See, I'm not useless. Niko useful. Hata kama niko useless 90%, niko na 10% kitu kadogo mnaweza kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndina kaudo kanini o kanini na kau niko diganagira Ngai tondu kau noko Ngai yanegetha na nikonire kau niko kagedeithia na niko kagemuteithia inywe, and let me remain a Jaba story. Nitakana Jaba story zangu, lakini one day one time hiyo Jaba story utakuja kukaa pale uiangalie na uione, utaiangalia kwa TV. Hiyo college yote miaka 6 ya kufundishwa kwa Mugeke, kwenda jela, nimepigwa risasi 12, nimefungwa upside down, napelekwa kwa helicopter, ninaigiswa ndani ya ocean kwa helicopter kama makomando, naigiswa mwili fwa, alafu nashomolewa na abiwa sema bunduki iko wapi. I have gone through that. Nimenyogwa, nimewekwa kitu ya kunyogwa hapa, mashini imekataa kufunguka. God was just telling me I can take you, but I'm not willing to take you until you do my work. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapigwa marisasi pale tulikuwa kwa crusade hapa baba dogo. Nilipigwa risasi 4 hapo. Wakaacha kama nimekufa na wakaenda. Walirudi kusikia jamaa alitoka hapo bio. Sasa unaniambia hizo risasi zote Mungu alikuwa ananiambia I can take you. Alikuwa ananiuliza niko utawela kadra utawela sele. Bwana asifiwe. And out of what God has given me, this is what I'm doing. And that is why I'm not scared. You cannot scare me. Nike urugedisha nakio. Kufugwa nimefugwa, hata kunyogwa nimenyogwa, sikunyogeka. Nimepigwa marisasi nimekufa nikamfufuka. Sasa nike kigedisha nakio. Nigeria liko nikutire jela itale data ro Kenya. I've been to every prison. The only prison inaweza kunistua ni ile walijenga mpya. Kunayo? Hakuna. Because I don't know it. Lakini zingine ukienda Kadiega ukienda Kodiega saa hii. Siobi usemi uende, lakini in case unaweza kwenda. Uende Brokodi. Room number 21, utapata jina yangu imeandikwa pale juu, na mimi niliandika I was here and I conquered. Ndivyo naandika every prison nimeenda, I was here and I conquered. Kama nilikonga jera hiyo mashini hapa Kamete ile ya kunyoga watu, ukienda hapo nimeandika huko jio at I was here and I conquered. Iko baka saa hii jamaa ule ofisa wa huko aliniambia, tulikuwa na prison officer ule mkubwa aliniambia, and nimeandika bai Waroinge I was here. Mashini ya kunyonga hapa, ya kuweka hapa. Nilivalishwa kagunia ka black na nikawekwa kamba. Sasa wakati mashini ilikataa, nilitoka hapo nikasema can I write something? Nikaniambia yes do. Nikaandika I was here and I conquered. Sasa wewe unaroka kodisha tena kodisha na adoi leo. Kodisha na adoi. Nimeenda kwa shetani hapa kuiba. Hapa kwa shetani hapa. Hapa Freemason nimeenda mpaka ndani kwa shaitani na ageshomoka uhere. Wewe na shaitani no muiganane. Wewe ni mafia kuku tu, kitu kidogo tu. So I'm talking about the witchcraft led by wider group, and this group can combine itself. Utakuta they are in a particular section leadership and they are combining. This is combining with the Roda pale, na Roda na combining na Nancy pale, Nancy na combining na Ani hapa, Ani na combining na, but it is a cartel. Nika cartel kako huko to make sure you are not moving. And every move you are trying to move is contained and controlled. If you go to an organization and you find there is a system that is controlling everybody, that is witchcraft. Hiyo ndio unaona sasa kama Ruto, hiyo unasema wale wana surround the president. That's the Cohen witchcraft, because it is a cartel that blackmails the president. Sasa president yana kaanga huko, ile kitu anauziago ni uoga na bio, unajua utakwata. Unajua boro ako na bunduki and he is planning with another team. Hata wako sasa wanataka kufuta mkubwa wa jeshi ama wanataka kufuta CID. Sasa boro watakuja kwako wakuwekea bunduki kama 20 na ni zile za kutoka bari, zile baya. Sasa watakuja wakushike. So they will find a connection wewe na mkubwa wa CID, because huyu ndio target, si wewe. So wewe utaumia, utakufa kifo auelewi. Lakini kwa sababu ni huyu, maana itasemekana hizo bunduki nani alipatiana? Ni huyu, ndio akatengeneza jeshi yake, watu 3 ndio wa target the president. So president atafika how now? Kimani, sasa Kimani ndio mkubwa wa CID. Kimani akanipakia na kule tumetoka na yeye.
Mimi nikamng'ang'ania mpaka nikamfanya kuwe mkubwa, alafu anipagie. No. Sasa wakijua amekasirika, sasa watakuja wagoge huyu na kusemekane wamigoga akitaka kuja kukugoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakibia president amegoga huyu akikuja nini, na katika ile gari itakuja ili utakuwa kwenda gari na walikutoa kwako kwa usiku kwa nyumba. Ile gari watakuja ile ulikuwa nayo, hii bahari wamekukuta mahali wamekuambush, utakuwa magari 8 zilikuwa na guruneti, mabuduki na vitu nyingi. Na sasa luckily walikuambia usimame, ukakataa. They told you stop, ukarusha. Na sasa na wao wakaona because you are in danger, wakarusha, na fatally this man died, and that is how the president is safe. Sasa wanaenda briefing kwa president. Unaona, tunakwambia maneno na usikia yake. Sasa unaona walikuwa nakuja, president anasemaje? Ondoa hiyo mtu immediately. Ule anagokwa. It is a cartel. This is a system that operates in an organization, a system that operates in any market, a system operates in any environment. There is always a cartel that eliminates others, stops others, derails others, makes others not to go, because we want to build our own cartel around this man. Once we are through to scare him and make him scared, sasa anakuwa subject yetu. Tutakuwa tukimwambia tunataka fulani na fulani na fulani ndio wafanya nini, akuwe department hii, au the trusted. Huyo fulani na fulani na fulani ni huyu na huyu, and because ni marafiki wangu. Once you have a team that hii ni team yako, hii ni dream team, lakini ibadilike ikuwe psychophant. Wanafanya si kwa sababu ya the organization, they are working to please you, then the organization will go down. You have to disbandle that thing immediately. Na hiyo ndio tunaitanga witchcraft. Inaitangwa ya nini? Coven based witchcraft. It is run and it has a high priest. That team inakuanga na mtu wao mkubwa ambaye that's we call a high priest. They got a high priest in them. They do combinations of magical powers. The combination of magical powers is that they have a language they use to make sure their plan has been executed. They also have skills, the skills to manipulate, to make sure things work the way they want. And number 3, they have bigger spells. They have spells, and in these spells they will make sure that they make you not understand, not know what is happening around you. So the bigger spell, it is that move to curtail you from understanding or knowing their mischievous, their plans against whatever you do. And also they have a spirit of manifestation in them, because they will come up with ideas, will come up with many stories that will make you surrender to their will. Number 2, type number 2 ya witchcraft is solitary witch. Solitary witch. The solitary witch, they work alone. These people, they wanakuanga. Sasa kama hapa tuna tumichawi, kamekuja kako alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kako hapa, na kanakaaga hapa, kako nini? Kako alone. Yeye interest yake ni kukuja kufanya maneno. Labda ni mimi anataka, labda huyu mama ni mimi anataka. So unajua kama ni huyu mama ananitaka, hata involve huyu, hata involve, because target ni mimi. Kwa hivyo zeti ni oreda. So utakuwa alone. Ama kuna kaajeda huko hapa unataka kimwanaume kama hiki, unaona niki black, niki dark, niki handsome. Sasa the agenda Nancy atakuwa nayo ni huyu alone. So they are solitary. Hakuagi na watu wengine, anakuaga peke yake. So agenda yake yote ni self. Sema self. Bwana Yesu asifiwe sana. They work alone under their own steam. They normally follow one combination. What they normally have a one direction, a one combination. They don't have many combinations. Si kama hii gine ya kwanza iko na watu skilled with the different skills. But this one now iko na one, na anafuatanga kale kalaini kamoja. Kale kalimulete hapa ndio anafuatanga baka kashike. Bwana Yesu asifiwe sana. So the combination anafuatanga one. They strictly follow the combination. And then number 3, hiyo ndio kubwa sana na ni mbaya sana. It is hereditary witch. Uchawi wa kuinherit from family.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sasa tunapata waganga wanakuanga kwa hiyo, madiviner wanakuanga kwa hiyo, watu wanaita waragori wanatokanga kwa hiyo. It is from the family, uliitoa, si wewe ulitaka ingie, lakini your grandfather was a witch, unakuta wewe pia unakuwa mganga. Unakuta your mother was mganga, pia hata wewe, because by the nature iko kwa familia yenu, automatically you become that which it is from your family. So ni kitu kimetolewa madhabihu. Maana sasa kwenu kuna altar, kuna kigogona kwenu, na hiyo kigogona lazima kimtoe mtu, lazima raise one person that will take over, because at every single moment there must be a leader. Kuna kiongozi wa hiyo kigogona. Kwa hivyo utakuja kama shosho yako alikufa, kama grandfather yako alikufa, na ndiye alikuwa mwenye hiyo kigogona, what will happen to you? That one of your family member will be raised by that kigogona, aendelee kukuwa guardian of that kigogona. So if you are one of the guardian of that kigogona in your family, hata uokoke, ukae hapa ukiwa mwokofu, utakuwa ukijipata in those things zinafanyika tu. Unajaribu kujitoa lakini unajikuta zinafanyika. Unajaribu kujiondoa lakini unajikuta you are in it, because there is a string, kuna kakamba kamekushika kutokana na madhabahu za kwenu. Maana katika mizimu wale wamelala kwenye makaburi nembago itaga, wanakuita usiku, wanakutembelea kwenye ndoto, wanakutembelea ukitembea kwa barabara, wanakutembelea ukiwa mahali kama hapa, watakuja watakuzungumzia, watakutembelea when you involve yourself in a spiritual act that attracts them. So you find hauna option, unajikuta wewe ndio. Unaona kuna mapasta wengi bado ni waganga, kuna maprofet wengi bado ni waganga, kuna maapostles wengi bado ni waganga, because there is an attachment. Kuna kitu kimemkamata kutoka from the bloodline, na hii imeingia kwenye bloodline. Ndio unakuta either inakuja through the name. Unakuta kwa familia yenu watu wote wanaitwa Kenyajui. Yule mzee wa kwanza alikuwa Kenyajui. Watu wote in the family wanaitwa Kenyajui. They have a problem. Either they don't have jobs, either they don't have wives, either ni walevi, either wanashikagwa na maugonjwa fane, either kuna kitu kina happen kwao, because hiyo kitu, hiyo altar is grounded on the name. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana kwa Wakikuyu labda kulikuwa kuna majina, kubadilishwa kwa majina. Kama sasa huyu unaitwa what's your name? Kariuki. Sasa jina Kariuki si jina la Wakikuyu. Ni jina lilitengenezwa kwa sababu ya kitu kilifanyika. Kariuki ni mtu alikufa, jina likarudishwa Akiliokio. So that is not your original name. So if you go backward utakuta kuna kitu kilifanyikia hiyo jina. Alipokufa, labda alikufa kwa sababu ya keng'oki, alikufa kwa sababu ya tatizo fulani ambalo ni kitu ambacho kingekula watu wengine. Jina likakatwa, likaletwa jina Kariuki. Jina lingine linaletagwa ni jina Maina, na jina lingine linaletagwa ni jina Mwagi. Hao ni majina ya nani? Ya Marika. Ni Marito Marika. So ukiona mtu anaitwa Maina, kuna kitu kilikatwa. Kuna kitu kilikuwa kinafuata familia, keng'oki fulani. Kuna kerumi fulani kilikuwa kinafuata through that name. Ndio maana jina lako ukakatwa. Ukasema maana ulikuwa uitwa Mwaneki, lakini sasa wakakata hiyo jina Mwaneki wakakupatia Maina. Ndio wa discontinue the process hiyo ya hereditary. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ulikuwa naitwa Wang'ombe, sasa wakakata Wang'ombe ndio wakaleta jina Mwangi. Mwangi ni jina ya Rika. Ama jina Joki kwa Wakikuyu, ukisikia mtu anaitwa Joki pia na yeye ni wa kurudishwa. Lakini sana ukiangalia tabia za watu wanaitagwa Joki, ni watu tabia zao hazikuangi nzuri, ni watu wa kupiganisha, ni watu wa moshene, na wanapenda sana juko. They don't, wakiingia mahali kama hapa kutakuwa na insecurity kubwa sana, because they themselves they are insecure, they are troubleshooters, they are people who they are warmongers. A hereditary kind of witchcraft ni kitu hawezi kuepuka, ni kitu itakushika ukiwa kuzaliwa kwako, na utakuta ndio huyu anataka kukuachia. Kama sasa shosho tuseme huyu wewe nakana unataka shosho, unakuta unapenda huyo mtoto, unampenda sana, ama unapenda unasema nie shosho itwanye detema wetie kedwa tagehe nie guka itwanye aje taka ajo ki arahe ginya bori arahe ginya aragaira muguda ti muguda arakugaira kigogona kira githini wake. Mwathani agoce. Ukiona
umependwa sana mpaka mama yako pia anakupenda. Mama yako anakuaga na kigogona, baba yako amekupenda sana, anakuaga na kigogona. Kuna kitu anataka kukuachia, na hiyo kitu anataka kukuachia, it is most likely ile witchcraft ako nayo, zile powers ako nayo, ile authority ako nayo, ndio anataka kuacha, because they can't go, na wanajuaga wakikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people ambao wako na those spells, wako na those powers, they know when they are going to die. Wanajuaga kwa wachawi, hata kwa Wakristo wanajuaga when they are dead. So mostly ukiangalia hawa watu hawaendagi bila kuchukua mtoto mmoja na anamwambia nimekuachia hii. Si hiyo vitu anakuachia, hizo mashamba anakuachia, si hizo magari anakuachia. Kuna kitu kile kilileta hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kakitu anakuanga na ambacho kalifanya hizo vitu vikuje, ndio anataka kukuachia, na usipoipokea hizo vitu zote zitaenda na wewe utakufa ukiwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you get me on that? So understanding this hereditary ni mbaya, ni ngumu na ni mbaya. Maana utaishi ukiwa Mkristo, utazali, utakuwa ulikuta mama yako ako kanisani, lakini mwenye alikuashia ni shosho wanyu, na shosho alikuwa anakuita Geshagi, anakuambia kama mwana wako ukienda huko anakutengenezea tumarigo, anakutengenezea tuguashe, anakuchijia kaguku, kisha anakupeleka kwa bedroom yake, mnapiga story, ukatokameha, mnararaga ati ni dia dadi kwa shosho kama agitanda yake, turaraga tukiaria gotire kwaria, araraga geguthesha cindano cia maundu maria enamo, ndio akiondoka already ashaku install. So kutoka hapo wewe ni choir, wewe ni praise and worship team hapa, haukujua there is installation ambayo ilifanyika. Wewe ule ukakaa kwa ainuliwe bana mama bana no ni urogi uraitwa ikiria boko. So you only need a spiritual ground where you can be able to release out. Ukienda kama wewe ni mchawi, uende hata kanisa yote, as long as there is spiritual, kuna kitu kina spirit in that area you are, automatically ile iko ndani yako inaanza kufanya kazi, because witches they depend on spiritualism. Wherever you go, hata uende kanisa gani, hata uende mahali popote, itafanya kazi. Ndio unaonaga mchawi akitoka hapa aende India, it is most likely atakutana na wachawi wenzake. Mtu wa bangi hata kitoka hapa aende South Africa, hawezi kunamaliza 1 hour kabla hajakutana na mtu wa bangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa kitu lazima hata utoke aende Brazil, neutral ground, hata maliza siku mingi atapata boyfriend who is a witch, na watacombine na waendelee na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo inaitaka, ikienda hereditary ni mbaya sana, na it is very hard to come out, very hard, until wewe mwenyewe ujikubali this thing is in me, until wewe ufundishwe, uelewe, ukae chini ufundishwe, uelewe this thing is in me. It will take you hard position, you will struggle. Wewe utangangana tu, utaenda kwa mapasta wote, nothing is working. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. And tuende ya mwisho, number 4 is crystal witch. Crystal is CRYSTOLAL, which hizi zi wanatumianga spells. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ndio tunatumianga rings. Nakuta mtu amevaa ring kama wale watu wa Freemason, they have a ring ya Freemason. Kuna zingine unafaa bangles, unakuta bangles ni ya monyaka. Hello, ati ukivaa ibago kuna nikivaa ibago nikitoka nikienda mahali lazima mlango ifunguke, the bango. Wengine wanavanga necklaces, wengine wanavanga kuna vitu wanafaa, kuna wengine wanavanga kuna guo, anasemaga nikivaa hii guo milango inafunguka automatically. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So in this one they deal with them with what ornaments that you have, like now gems, rocks, stones they use. Ukiona kama wale wagaga ule mjamaa tulifanya nini hapa deliverance, kuna kimawe alikuwa nayo, kimawe cha black. Those are the rocks that they use, those are the spells. Maana the rock, hiyo mawe inasimamia ufalme wa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanatumia manyoya ya mbuzi, wengine wanatumia manyoya ya kuku, wengine wanatumia, there is something they use that they use it to transmit whatever they want to do. Na kuna wengine wanatumia crown shell, wanatumia cow shell. Sasa unaficha hiyo na ndani inaenda huko na cow shell. Hiyo kitu hiyo inasimamia ufalme wa baharini, the queen of the sea.
So wakati mganga anakufanyia uganga wake, anakuanga na cow shell na anakuanga na hiyo mawe ya black, na pia anakuanga na manyoya, either manyoya ya ndege ya yani nyoni oyothe ya eagle wanatumianga, because the eagle represents ufalme wa kule anga, kwenye anga, na hiyo jiwe inasimamia ufalme wa ardhi, na hiyo cow shell inasimamia ufalme wa nini? Wa maji. Queen of the sea, queen of the land, and queen of the air. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what they use. So in these are super natural things that happen around us, and these things they control. Watu wengine wanatumianga kama gemstones. Unakuta katika hiyo gemstone it got a power, it brings an energy. Bwana Yesu asifiwe sana. Inavutia energy fulani. They practice crystal magic. Hizo wanatumianga to practice crystal magic na to manifest and to amplify and to attract an energy. To manifest, to amplify and to attract an energy, a particular energy ambayo unataka unaona kama zile vitu unaonanga za yoga. Zuna anafanya, unaona anafanya. Sasa kuna an attraction of a particular energy, na kutoka hapo ukimchunguza tana, the body moves away from the spirit. The body will be left here but the spirit will travel. Sasa unafikiria mko na mtu hapo, ama mtoto wako anaweza kuingia kwa kitanda na alale, kumbe alishasafiri na ameenda, unakuta is a body lying there, lakini imeenda. This is out of the body experience. Na hizo vitu they are very deep, and more especially our young people are doing it now. Wameingia deeper into that. It is controlled by the gems, controlled by the rings. Ndio nakuta vitoto vyetu vingi viko na marings, viko na belt, zingine zimekaa ziko na manyau, viko yani unakuta ako na mavitu amevaa kwa mwili wake nyingi sana, ako na tattoo, ako na ornament, and this ornament they use the ornament because it connects them to the spiritual world, so that they can be connected in the spirit. Once they are connected in the spirit, they remove the spirit from your body. Sasa mtoto unakuta kinapenda kulala, hata ukikuta kimelala kabisa, unakiamusha hakisikie, hakiko, kilienda jana. Sasa kinakuja saa 4 asubuhi ndio kinarudi, na huyo mtoto ukimsukuma kumwamusha, it's most likely anakufa. Jonanga they have a power, wanakupush. Na watoto wengi sana ukiona ameanza kufunga nyumba na amelock, ni wa hiyo maneno anaendanga. So these are gems, ndizo zinatumika. Mapete, utakuta kuna wahubiri wako na pete akifanya unaona nyote mnaanguka, because there is an energy na attract, amevuruta energy hiyo, na hiyo energy ndio inakuangusha. Sasa wewe unasema huyo ni nabii wa Mungu, unasema huku ni kwa na anointing. Si anointing, ni pete iko na energy na iko na manifestation, and through that manifestation it works. Lakini sasa kwa sababu uelewi, unataka quick solution, unakuja na kuwekelea mkono, kumbe ni pete yangu inafanya. Nikikuwekelea tu mkono unasikia ndwita, unasema anointing ile iko kwa hiyo nyumba. Mudoshi odali na anointing ereko na nikihiga ne rubi ya ruta wera yare irio nege kiro nyoka hau theini ruga gukora nda kuhanda nyoka ruga ino kamucio raro tona manyoko kaja apostle kumatwa aho yare nitirono manyoka magutu ndamenya nikiriga kwa ni hingo ngai araguteithia ni kura marora na hingo ni kigogo na ndahanda gathini waku ni gukura kianjia gukura no ni gukura ni hingo ngai katia araguteithia riu ni guka, because I know nimezieka, then at a particular time nitasimamisha. Nikisimamisha watafanya nini? Utanipigia simu, niratigire njira kweli ni usiko thie riu ni cia thama kwanyu, but ni ndago tu akigogona. So you will become hopeless. I have killed you, I have killed your vision, I have killed you, whatever that is in you. And that is how many people visions zimekufa. Hivyo ndivyo tumeibiwa, nyota zetu zimeenda, zinaibiwa kupitia kwa hizo vitu, zinaibiwa kupitia kwa chain. Nitakupatia chain, ni kuweka chain. Sasa wewe utafikiria ni chain mzuri, lakini kumbe hiyo chain iko na maneno, iko na madhabahu. Sasa mahali popote utaenda ninakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote nitakupatia nguo yangu, nakwambia I plan to bless you with my nguo. Kumbe nguo yangu ni madhabahu. Sasa mahali ukiivaa tu una manifest mambo ile nimekuweka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unakuta msichana kama huyu anaweza kuja kunipatia hata hiyo kalamu yake. Na mimi nilikuwa namchukia, anasema need hiki ya modo toyo. But tomorrow mimi niliswear. I swear in the name of God I cannot. So shiko sasa shiko akina kumis. Kimagona gakaigwa ndiramenya ni ata ukatokalia raji. Unakuta na kwa kegege. Na kutoka hapo sikuwa kwa kinibia diota hema yoke. Ninaenda nachota maji ati ni upendo. Ndiye kiona jakeria mwaki hauja. Unaenda na hakisha moto. Mwanaume kama mimi na hakisha moto. Na ninafurahia nikihakisha moto. Mama yako anakuja na kuja kaliwa wakagia mwaki kama mami no yedi koishi maudo ni masha jiria ni gutaithania tutaithanagia mawira. Kumbe nilikulishwa chapati. Look beyond mutumia, look beyond mudhuri, look beyond kuandikitwo wira. Hiyo kazi umeandikwa, hiyo kabuni umeandikwa. Unaona kwa milango zote za gari zimechorwa kobra, na wewe unataka kukaa huko na milango yote imechorwa kobra. Mbona hakuchora samaki akachora kobra? Na wongereje hau ate by the name of Jesus. Muducio ena marori tele makoro na uko industry. Ena marori magana matandatu. Akona marori kama 600. Akona kampuni, akona biashara kubwa anafanyaga. Na wewe umeokoka juzi uko kwa kanisa kingine hata utoa kitaidi. Na unaenda unasema nitakemia, nitakamata mapepo. Mapepo gani? Na huyu jamaa ako na capital ya 500 million per month. Anatoanga 50 million ndio anapelekanga per month kwa mganga yake. Alafu na wewe ni mtu wa 50 na 50 kako ni kamzee, umekuja hata utakaki kukaona, unarusha kwa kikapu. Wengine naonaga mpaka kwa bahasha wanakuja ka 50, anakuja ndio bahasha ionekane kama imefura. Hiyo ni uchawi. Sasa hao ndio wachawi. Todo areda onekane ke bahasha ne ibete, so ni mukora, ureda kuhenia niki. Why are you lying to me? Did I ask you for that money? I didn't ask you for that money. Wewe kuja niki. Wengine wanakujaga tissue, anaweka tissue kwa hapo. Ndio muone ni kama kuna pesa. Na hiyo tissue ukiona iko na red. Kumbe alienda pale akatoa akaweka hapo. Na unakuja unaweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these things are happening around us. And they are happening around us to make sure whatever that God has called us for does not work. They are happening because there are people that are monitoring you every day. They want to destroy your business. They want to destroy your ministry. They want to destroy what God has called you for. Wanakuja hapa. Nilisikia siku moja siko hapa keniambia ati kuna mama anataka, ulikuwa umeniambia anataka kukubariki na nini pa wiki? Na nguo. Si alikuletea ukavaa? Yes, alikupatia. Tangu hebu ende ufanye calculation kutoka siku hiyo. How has been your ministry hapa? Ulipoteza rada. Unyita microphone aya makiuga haleluya ukaga luyalaha. That was the end of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliletwa hapa. Na akapatiwa hapa. Na nikamwambia usichukue hiyo kwa sababu wana target. Kutoka hiyo sauti ya huyu akiiba hapa, usikilize, utasikiliza tu Sunday, msikilize akiwa hapa, utasikia sauti yake ni kando na sauti za wale wengine, because hiyo ndio ile kitu walitaka. They will target her, watarget huyu mwingine, watarget mwingine ambao wako pamoja hapa. Kila mtu atakuwa na sauti yake tofauti. Na alikuletea nini? Nguo. Nilikuta siku moja pale huyu jamaa wangu hapa amenunuliwa tu sausage, tu nini. Akikula hiyo sausage, tukiingia hapa kanisani utakuta David hakai chini. Mara ndio huyo amekuja kuchungulia tu kama TV inawaka. Na anaona imewaka, sasa anakuja kuchungulia hivi because anataka kuchukua attention yenu, mumwangalie. Anarudi anatoka hapo, anakuja unaona amesikiliza speaker. Anakaa kidogo, anaenda kwa kamera, anachungulia nyuma ya kamera. Hakuna kitu anafanya because kuna kitu aliwekwa ndani yake inamfanya asunguke kama kompyuta hapa. Na si kupenda kwake. Ukimuuliza nike ati hapana, mimi nasikia tu kila kitu ikuwe mpango. Unamwona amekimbia kwangu kwa ofisi, ameniletea maji, sijamuitisha maji. Mara anakaa kidogo, unamwona ameenda ameniletea kitambaa, na hiyo kitambaa atakuja sasa badala anipatie nijipaguse, unaona ananipagusa. Sasa unaona huyu mtu ndani wika na tikwenda kwake na doramenya ekeniroge shinga ruwa radiroka goko takebiriti. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to be very careful. Vitu za kanisa na mama wa kanisa David wachana na wao. Sasa anafikiria sijui. Bwana Yesu asifiwe. You need to have that discerning power, the discerning spirit, and that is how you can be able to conquer these battles. They are frequent, they are heavy.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuja mpaka kwako, atakuja akijifanya amekuja kukuletea domeleli. Mimi wanakujaga kwangu. Na kutaka wanawake kama 6 kwangu kwa nyumba. Wamekaa huko wamekuja kukusaidia kazi. No kireme gutigameka kumushusio. Kugeria kugushira ini no nyumira Jacob ndi megushiria ku. Sasa ni kuelewa kutegua mitego yote wametega, unaelewa unategua. Sasa hapa ni mambo ya kutegua, maana mama yako anaweza kuwa ni mchawi, your own mother ni morogi, ogeka atia ni uko muraga, your own mother ni mchawi, au ikagera githito oro muthenya no kurugagira cai, utafanya nini? Na unakaga kwa kobodi yake. Your own father ni githito mwenyewe, your own father mwenyewe yeye ni githito. Mke wako na mumekaa mumezana watoto mmenyagima, mhutumia wako ni githito. Uwikatia mwina ciana ngima na kinya nimenyitire ciana igere agacitwa githito. Isina. Sasa ile ni kuwe na knowledge ingine ya kujua kutegua hizi vitu. Yesu hakutafuta mapasta na maposto, alitafuta co-workers. I'm looking for a co-worker. If you are not working with me, keep off. Bethel Clouds TV, empowering lives.